machweo ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Maelezo haya yanaonyesha aina ya mti ambao haipiti kiangazi. Aina ya mti ambao wakati wowote ukitaka kumea unamea. Anasema mti uenezao mizizi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku anaongezeka. Wakati wa matunda atatoa matunda bila kujali kuna mvua au hakuna mvua. Bwana Yesu asifiwe. Nizungumza mwanzoni, kanisa haiendani na hali ya dunia. Lakini ikiwa kanisa itajua nafasi yake, kanisa itaendana na hali ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ikipita katika uchache wa vitu, basi na kanisa itapita katika hali ya uchache wa vitu, kwa sababu hawakumtumainia Mungu kama ambavyo kanisa la kwanza lilitumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza hapa, huo mtu umezungumzwa, in fact sio mti, ni maisha ya mtu ambaye amemtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. In fact sio mti, tumepewa picha ya mti ambao uko karibu na mto, kwa maana ya mazingira rafiki kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira rafiki kuelewa kwamba mti ambao uko pembezoni mwa mto, eneo ambalo halikauki maji, mti huo hautakaa usubiri mvua, kwa sababu mti huo unyevu upo automatic. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote, usiku na mchana, wakati wa kiangazi na wakati wa masika, mwenye mti huo atakuwa anakula matunda wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Mti huo hawezi kukauka, anasema na jina lake litaitwa bichi, majani yake yataitwa majani mabichi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yakipukutika yatapukutika, wakati huo yataota mengine ya kijani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo mti huo umependeza, unashamiri. Kwa sababu gani? Mti huo upo karibu na chanzo cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu usikize kanisa, watu wategemee Mungu. Vuta maisha yako na mawazo yako yaweke karibu na Mungu. Tunalijenga kanisa kwa mtindo wa kila mtu amjue Mungu na mtumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukikutana hapa, hii ni madhabahu, kazi yake ni kurecharge madhabahu zingine ambazo ziko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukija hapa tunajazwa kitu unaondoka nyumbani umekuwa mwepesi, sema kwa kweli Mungu unanipenda. Kuna mwingine anakuja ana mambo moyoni, majeraha mengi. Akija hapa anakutana na bwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Akikutana na bwana wake anatoka na furaha. Akirudi nyumbani mtu ni yule, lakini hali sio ile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hali imeshashughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayemtumaini Bwana si kwamba hatapita kwenye changamoto, lakini mtu huyo ana uhakika wa kutiwa nguvu katikati ya changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyo ana uhakika wa kuvuka ile changamoto. Mtu huyo anaye wa kumlilia wakati wa changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Vitisho vitakapokuja tutatishwa sote kwa duniani, lakini mtu huyo anaye mtu wa kumtetea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tuko hapa tunajifunza neno la Mungu. Ninawaambia tunaye atakaye tutetea wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja. Ikiwa ni ishara kwamba unajua ndiko hilo ukielewa kwa picha ya kawaida, kupita kwenye maji mengi maana kupita katika sehemu ambayo ni hatari. Sio Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unapita sehemu ambayo kidogo sio rafiki, sio? Sasa hakuepushi kupita kwenye maji mengi, lakini anapita na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutamani kwamba sasa kama kupita kwenye moto, sasa niepushe kupita kwenye moto. Anasema moto huo hautakuunguza. Bwana Yesu asifiwe. Upite kwenye mto, anasema hautakugarikisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio assurance ya kanisa. Haijalishi utapita, utakosa ndio, lakini una nguvu ya kuvuka hapo. Kuna watu walikosa, walijinyonga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikosa, waliharibu maisha yao kuanzia hapo. Wakapotea na kupotea. Lakini sisi tukikosa, sisi tunaamini kesho tutapata na tunajua Bwana atatupa. Amina watu wa Mungu. Tunajua Bwana atatupa. Kwa hiyo tunatakiwa kulitaja jina la Bwana wakati wote. Wakati wa giza tunataja jina la Bwana. Wakati wa nuru tunataja jina la Bwana. Wakati wa magumu tunataja jina la Bwana. Wakati wa vitisho tunataja jina la Bwana. Wengine wanakufa sisi tunataja jina la Bwana. Hatutaogopa vifo. Wengine wanapitishwa hata kwa tuue tuambie sisi tunataja jina la Bwana. Wakitupeleka kwa sehemu fulani watu wakatufunge na magereza, tutataja jina la Bwana huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu na wote wanapatikana sehemu yote utakapokuwa. Naomba kwa neema ya Roho Mtakatifu uelewe neno hili. Na moyo wako uanze kuinua
imani kwenda juu. Kuanzia hapo anza kulitumainia jina la Bwana kwa kiwango cha juu zaidi ulivyokuwa jana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mtu akishindwa kumtumaini Bwana, utapoteza utetezi wa Mungu katika maisha yako yote. Jamani, tunamhitaji Mungu, si ndio? Amen. Nitazungumza neno ambalo ni gumu kwa sababu kanisa kama linamtumainia Mungu au kumtegemea Mungu, ziko tabia ambazo unaweza kuziona za lazima. Sababu huyu mtu kweli, huyu mtu anamtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya kitu ambacho kinasababisha Mungu amwone mwanadamu kwamba mtu huyu anamtegemea hasa ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Bwana, naomba nisaidie. Hata wazazi wako wajue kwamba unawategemea. Ni pale ambapo utakuwa unaomba kila siku, sijala wakutumia, jioni sijala wakutumia, leo nisaidie tu wanakutumia. Unajua jamani, wanatafuta na cha ziada kwa sababu mtoto wetu anatutegemea huko shuleni. Si ndio watu wa Mungu? Sasa ikiwa mtu haombi, hatafuti, tunaweza kuelewa kwamba kuna mazingira mtu huyu anajiweza. Si ndio watu wa Mungu? Mtu huyu anajiweza. Tumekuwa tukialikwa sana kumomba Mungu hata hapa ndani. Lakini unakuta watatu wako na ile, wawili wako hapa, watatu wako hapa, wengine wako hapa. Unakaa unajiuliza watu wao wamefanikiwa kwa kiwango gani? Watu wao wamefikia level gani?